Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu katika jina la Yesu. Na mshukuru Mungu kunipatia hii muda na kibali ili kwamba ni walete neno la Mungu, chakula cha uzima. Bwana kubariki utakayelisikiliza. Utakapolisikiliza share na wengine, comment ili kwamba hii injili tuipeleke pamoja. Wakati una share na mwingine, neno la Mungu linamuimarisha, linamsaidia katika maisha yake, utakuwa umeipeleka injili pamoja nami. Bwana kubariki sana utakapofanya hivyo. Na leo tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha Mezali sura 8 mstari wa 17 mpaka 21 ama 21, na ina ama Proverbe chapitre 8 verset 17 jusqu'à 21 inasema hivi: na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu, naam, utajiri udumuo na haki pia. Matunda yangu hupita dhahabu, naam, dhahabu safi, na faida yangu hupita fedha iliyo teule. Natembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu, niwaridhishe wale wanipendao, tena nipate kuwabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na kichwa cha namba takalozungumzia nasema ya kwamba Bwana anasema na wapenda wale wanipendao. Mungu anapenda wale wampendao. Ile ndio kichwa cha neno tazungumzia siku ya leo. Ni kusema kwamba hata wewe pia ukiwa na rafiki, na huyu rafiki ni anakuambia kwamba ni rafiki lakini hakuoneshe upendo, ni kusema kwamba utajipata upendo ulikuwa nao kwa maisha yake itapunguka, kwa maana ile upendo hakuoneshe upendo. Na hata Mungu naye mwenyewe anasema anapenda wale wampendao. Ni kusema kama unataka Mungu, upendo wa Mungu uonekane katika maisha yako, inabidi umupende, na ule upendo wa Mungu utajizirisha katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema ninawapenda wale wanipendao, na wanitafutao kwa bidii wataniona. Jina la Bwana libarikiwe. Je, unampenda Mungu mpendwa? Unampenda Mungu kwa moyo wako wote? Inabidi umupende Mungu kwa moyo wako wote ili kwamba ile upendo wa Mungu uzirike ndani ya maisha yako. Wengi wanasema nampenda Mungu, lakini kumpenda Mungu ni kwa midomo tu. Unampenda Mungu lakini unakana nguvu zake katika maisha yako. Kukana nguvu zake na maanisha nini? Unasema nampenda Mungu lakini njia zako, matendo yako hayaoneshe ule upendo wa Kristo ndani yako. Mwenendo wako hauoneshe ule upendo wa Kristo ndani yako. Kama kweli unampenda Mungu, utashika maagizo ya Mungu, utafanya mapenzi ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kama unampenda Mungu, utafanya yale ambayo yanampendeza Mungu na kujitenga na yeye mpendeze Mungu. Kwa sababu kama una rafiki, hata unajua kila mtu ana rafiki. Na kusudi ule urafiki wenu udumu, utafanya kile ambacho rafiki yako anapenda ili kwamba urafiki wenu udumu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo kama unajua kulinda urafiki wa kidunia, urafiki wa mwanadamu, hauwezi kufanya kosea mwa rafiki yako, kwa sababu unataka ule rafiki wenu uende mbali, ule rafiki wenu udumu. Na ni vile vile Mungu pia, kama unataka upendo wa Kristo, wewe upendo wako na Kristo udumu. Maana Yesu ni rafiki mwema, anakushindia hata leo marafiki wote wa dunia. Maana siku moja watakuacha, siku moja wanaweza kukuchoka, lakini Yesu ni rafiki mwema, hata wae kukuchoka, hata wae kukuacha, atakaa na wewe mpaka mwisho wa maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana kama unajua kulinda urafiki wa dunia, hivyo hivyo urafiki wa wewe wako na Mungu, ile ushirika wako na Mungu inabidi uilinde. Utafanya mambo ya kumpendeza rafiki yako Mungu ili kwamba aone kwamba kweli unampenda. Jina la Bwana lipewe sifa. Yeye ndiye alituonesha upendo kwanza. Ukisoma kitabu cha Yohana sura 16, sura 3 mstari wa 16 inasema hivi:
Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee. Jina la Bwana lipewe sifa. Unaona upendo Mungu alitupenda, yeye alituonesha waziwazi kwamba kweli anatupenda, akatoa mwana wake. Mungu akuombe mwana wako, Mungu akuombe maisha yako, yani upoteze maisha yako. Mungu anataka tu umuoneshe ile upendo, umfurahishe, ufanye kile ambacho kinampendeza, alafu upendo wake uzirike ndani ya maisha yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Mpendwa, hakuna rafiki mwingine utawahi kupata maishani mwako mote kama si Yesu. Ni rafiki mwema, hajawahi kubadilika. Ni rafiki mwema mwenye hata kudesevoir, mwenye hata kuaibisha, hata kudanganya. Bwana sifiwe. Rafiki anaweza kuahidia leo, anasema rafiki yangu, kwa kuwa tuko marafiki siku mingi, nitakununulia gari, nitakufanyia hiki, lakini ile ahadi unaweza kaichunga na mpaka siku utafariki au utaona ile ahadi. Wale ni marafiki wa dunia, wanabadilika, lakini Yesu ni rafiki mwema, akiahidi anatimiza. Haleluya. Yesu akikuahidi anatimiza. Ahadi za Mungu zinadumu milele. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu ndiye rafiki ambaye unafaa uwe naye katika maisha yako, ambaye akikuahidi anatimiza, ambaye hatawahi kukuacha. Ukiingia katika jaribu hatasema sitaki kujitia kwa ile majaribu, isinifuate na mimi. Yeye mjaribu zako zote, mshida zako zote ataonekana, atakusaidia, atakutetea, atakupigania. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna marafiki wengine ukipata unajaribu wanakukimbia, maana hawataki ile maprobleme iwapate, wanakuwa mbali na wewe. Kuna marafiki wengine ni marafiki sahi kwa sababu kuna kile wanahitaji kwako, pengine kuna msaada wanahitaji kwako. Wanapojibiwa yani hautasikia hata sauti yao, hata simu yao. Pengine walikuwa nakutembelea kila siku nyumbani, mko pamoja, kwa sababu kuna kile wanahitaji. Wakati wanabarikiwa, wakati wanapata kile walikuwa wanataka, basi wanakusahau. Yani hata na yambo, hata kujuia hali hakuna. Bwana turumie sana. Hao ndio marafiki wa dunia. Lakini Yesu ni rafiki mwema. Ukibarikiwa yuko na wewe, ukiwa masikini yuko na wewe, ukiwa na maisha mazuri yuko na wewe, maisha yako yakiwa na matatizo yuko na wewe, ukikataliwa yuko na wewe. Bwana asifiwe. Uwe na kazi yuko na wewe, usiwe na kazi yuko na wewe, uwe mgonjwa yuko na wewe, ukiwa na afya nzuri yuko na rafiki mwema ambaye atakuwa na wewe wakati wote wa maisha yako. Haleluya. Huyu ndio rafiki ambaye anakufaa katika maisha yako mpendwa. Na isitoshe atarudi tena kukuchukua murizi na yeye. Haleluya. Mpendwa, huyu ni rafiki mwema, shikamana na yeye awe wako milele. Haleluya. Ushike mrafiki mwema, usimuache. Jina la Bwana libarikiwe. Na ufanye yale ambayo yanampendeza, ili kwamba urafiki wenu, ushirika wenu na yeye udumu. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana yeye alitupenda, akatuonesha ule upendo kwanza. Mungu akamtoa mwanake wa pekee. Na nasema ili kwamba wewe usipotee. Rafiki yako kama nakupenda, hawezi kupenda upotee, hawezi penda uangamie, na hawezi penda kupoteze. Ule ndiye Yesu. Hakupenda kupoteze. Alipenda mpaka mwisho wa dahari, murizi na yeye. Ndio maana alisimaka aseme wakati alimaliza alikuwa nakula chakula pamoja na wanafunzi wake, wakati ambapo alikuwa anajua kwamba saa yake ya kutolewa imekaribia. Alisema wamwandalie Pasaka, akachangia na rafiki zake, akachangia na wanafunzi. Haleluya. Marafiki wako kama unawapenda, utachangia nao mema mabaya, mtakuwa nao kama ni warafiki wa kweli. Bwana asifiwe. Yesu naye kula chakula cha jioni na wanafunzi wake, maana alijua kwamba ninaenda kuwaacha, acha nikule nichangie na wao. Lakini akasema sitakula tena matunda ya mzabibu mpaka siku ile nitakapokuwa katika ufalme wa Baba pamoja nanyi. Ni kusema ya kwamba Yesu alisema hata kunywa tena matunda ya mzabibu mpaka siku ile anakuleta wewe rafiki yake, anafusha katika ule ufalme, munarizi naye. Haleluya. Marafiki wengine wakishabarikiwa wanakutosha kulist, wanakusahau. Wanaanza kuenjoy baraka zako, wanarizi baraka zako, wazao wanafurahia baraka zao. Yani wanaanza kutafuta wale watu wengine
matajiri wenye wanakuwa kunivo yao njoo wanakuwa marafiki zako. Wewe ambao ulianzaka na wao zero mpaka wanafika leo wanakusahau, nasema leo tena si wa klase yangu. Huyo ndio mwanadamu. Haleluya. Lakini Yesu yeye, uwe chini, uinuliwe, uwe na wakati wowote wa maisha yako atakuwa na wewe. Haleluya, haleluya. Na wewe ambao unaona kwamba yale ambayo unayapitia unafikiri kwamba Yesu amekusahau, Yesu amekuacha, hajakuacha mpendwa. Ako busy, iko na kutengenezea. Siku itakuja utaona yale ambayo atakutendea. Bwana asifiwe sana. Wakati wengi tunakuwa katika shida, katika majaribu, tunasema na Mungu ameniacha, mbona Mungu uko wapi, mbona niko hivi? Wekesha tu. Linda tule ushirika wako na rafiki yako. Usifanye yale ambayo yatamchukiza rafiki yako. Wewe shikamana tu na yeye. Linda uhusiano wako na Mungu. Yesu hajakusahau. Yesu si kusema haone shida unazozipitia. Iko busy, iko na kutayarishia, iko na kutengenezea ushuhuda. Haleluya. Iko na kutengenezea ushuhuda. Utasimama na kushuhudia huyu Yesu. Bwana asifiwe. Usikate tamaa. Na nasema wanitafuta kwa bidii wataniona. Mutafute huyu Yesu, bado angali napatikana. Umuite kama bado angali naweza kukusikia. Maana kuna siku utamtafuta wala atapatikana tena. Utamuita wala ataweza kuitika. Bwana asifiwe. Mkristo mpendwa, uwe Mkristo maishani mwako mote. Usikubali jambo lolote likutenge na Yesu Kristo, rafiki mwema asiyeweza kubadilika, ambaye anasema ya kwamba wamtafuta kwa bidii watamuona. Mtafute kwa bidii. Kama kweli Yesu ni rafiki yako, mtafute kwa bidii. Wakati unafanya ile ambayo anapendeza rafiki yako, unazidisha ule urafiki, unadumu. Na wakati unadumu, rafiki wa Yesu unadumu, ni hapa utamuita, ataitika. Hakuna rafiki ambaye iko na shida kama ni rafiki yako wa kweli, anaweza kuita umsaidie usikuja kumsaidia. Ni kusema wewe ni rafiki mnafiki kama usipofanya hivyo. Lakini rafiki wa kweli, wakati wewe ni mhitaji, wakati unamhitaji, ataonekana kwa sababu ni rafiki wa kweli. Huyo ndiye Yesu. Yesu wakati uko mshida, asema ukimtafuta ataitika. Haleluya. Na wamtafuta kwa bidii watamuona. Mtafute Yesu kwa bidii. Rafiki mwema utamuona. Yeye ni rafiki mwema, hata kuacha. Mtafute tu kwa bidii. Aseme na utajiri na heshima ni kwangu. Wakati unashika ule urafiki wako na Mungu, wakati unafanya ile ambayo anampendeza, wakati unashika ule uhusiano wako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utajiri na heshima ziko kwa Kristo. Atakupatia ule utajiri. Utajiri udumue milele ambao utaisha. Utajiri wa kwanza ni wokovu. Haleluya. Utajiri wa pili, jina la Bwana libarikiwe, ni mara 100 hapa chini ya jua. Si kusema kwamba walio ndani ya Kristo ni masikini. Yesu anabariki. Haleluya. Manyumba yote, magari yote, mautajiri yote wa dunia katika mikono ya Kristo. Wewe fanya tu mapenzi yake. Saa ya Mungu itafika. Kama kweli unalinda ushirika na Mungu, kama kweli unalinda urafiki yako na Mungu, saa ya Mungu itafika. Anakuja kukubariki. Iko na kutengenezea ushuhuda. Haleluya. Yeye ni Mungu ambaye anatowaka mtu chini na kumketisha na wafalme. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mpendwa, Mungu anakuja kukutoa chini au kuketisha na wafalme. Jina la Bwana lipewe sifa, kwa maana Mungu wetu ni mwaminifu, hajawahi kutuacha kamwe. Anasema tena utajiri wake unashinda dhahabu, tena dhahabu safi. Faida yangu inapita fedha iliyoteule, na faida ya Mungu. Mungu ana faida wapendwa. Mungu ana faida. Tuko washuhuda. Mungu ana faida. Mimi nilikuwa natupwa nje, nafungiwa nje, na lala nje, na njaa na sikukula, lakini ilikuwa Mungu ananifikisha leo, na mshukuru. Kwenye anafikisha leo, na mshukuru sana. Silale nje na niko kwangu, nakula na kunywa. Bwana Yesu asifiwe. Anamuinua mtu chini na kumketisha na wafalme. Haleluya. Mpendo, na wewe Mungu anakuona. Iko na kutengenezea ushuhuda kama ule ambao nilishuhudia. Huyu Yesu nilimuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ambapo wanadamu wanazenda kwamba wamekumaliza, wanafikiri kwamba mambo yako yameisha, ni pale Mungu iko na tengeneza ushuhuda. Rafiki mwema hata kuacha, ako na kutengenezea ushuhuda. Saa yake nakuja, ushuhudie. Haleluya. Shikamana na yeye. Mtafute tu kwa bidii. Omba, kesha, fanya mapenzi yake, utamuona kama alivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Natembea katika njia ya haki, katika njia ya haki, na
na mapito ya hukumu, niwaridhishe mali wale wanipendao. Unasikia? Mungu anatembea katika njia za haki. Mungu ni Mungu wa haki na kweli. Ukifanya haki ya mapenzi ya Mungu, ni kusema Mungu anatembea katika ile haki. Hata pa kuangalia nasema kweli mwanangu anafanya haki, anafanya mapenzi yangu, inabidi nimubariki, atakubariki. Bwana asifiwe. Na Bwana kubariki sana. Usiseme mbona wale ambao wamjue Mungu, mbona wale ambao wanafanya mambo hayafai, mbona wamebarikiwa? Unajua zile baraka zinatoka wapi? Unajua zinatoka leo. Kuna njia nyingi za kupata baraka. Wanaweza ukapata zile baraka hapa duniani, lakini hawana ufalme wa mbinguni. Maana njia pengine wamepata mwele baraka ni njia ambayo haimpatie Mungu utukufu. Bwana aturumie sana. Kwa hiyo mpendwa, wewe ngoja muda wa Bwana. Mungu ni Mungu wa haki, atakubariki kwa maana ataangalia, anatembea katika njia za haki na kuwalipa mema wale wa mchao. Bwana sifiwe. Mpendwa, mpende Kristo, naye anasema na wapenda wa mpendao. Utakuwa mpendo wa Kristo. Bwana akubariki. Amen. Acha tuombe Mungu na udumu katika kushikamana na Kristo ambaye alikupenda hata mwisho wa upendo, akautoa uzima wake kwa ajili yako. Bwana akubariki. Baba, katika jina la Yesu, ninakuonesha mpendo ambaye amesikiliza hili neno jioni ya leo. Maandiko natuambia kwamba na wapenda wala wakupendao na wakutafutao kwa bidii watakuona. Saidia huyu mama, kaka na dada, sisi sote tusaidie Bwana, tuweze kutafuta sana uhusiano na wewe, tukutafute kwa bidii, maana maandiko yanasema kwamba unawapenda wala wakupendao. Msaidie baba kupende, uwe makupende, usiwe jambo la kuwatenga na upendo wako, ila wadumu katika mapenzi yako Bwana, washikamane na upendo wako Kristo, ili kwamba uweze kuona mkono wako katika maisha yao. Na wale ambao walikuwa wamevunjika Bwana, kuona kwamba kweli wao wapende, wao wamewaacha Bwana Yesu Kristo, wasaidie, waimarishe tena, kuongezea imani na kuonesha upendo mkuu ambao umpenda mwanadamu hata ukamtoa mwanako wa pekee, ili kwamba asipotee bali una uzima wa milele. Bariki kila mtu aliyesikiliza hili neno kwa jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi, naomba na kuamini. Amen. Amen. Kama vile kitabu cha Yohana sura 3 mstari wa 16 na 17 nasema, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanake wa pekee, ili kila mwamini asipotee mbali awe na uzima wa milele. Mpendwa, unataka kupotea? Unataka uzima wa milele? Bwana asifiwe sana. Yesu alimtoa mwanake wa pekee kwa ajili yako. Wamba hujampokea Yesu kwa na mwokozi wa maisha yako, hii sauti ya Kristo uisikie, alimtoa kwa ajili yako ili kwamba usipotee. Unataka kupotea? Neema ya wokovu iko. Anataka kuokoe, usipotee. Maana kumtoa mwana wake ili ahukumu ulimwengu, lakini ili kwamba uokolewe naye. Na hakumtoa mwana wake ili kwamba hukumu, ili kwamba uhukumiwe. Yeye ambaye hajamwamini Kristo ndiye amekwisha kuhukumiwa, maana kumwamini mwana pekee wa Mungu. Bwana kuhurumie sana mpendwa. Muda huu ni wako. Jifikirie, mupe Yesu maisha yako. Mupe Yesu maisha yako. Anakupenda mpendwa. Anakupenda jinsi ulivyo. Njoo kwa Yesu. Rudilia maneno pamoja na mimi. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Umenipenda hadi mwisho wa upendo, ukamtoa mwanako kwa ajili yangu. Naja kwako siku ya leo, unisamee makosa na dhambi zote nilizozitenda. Uliondoe jina langu katika kitabu cha hukumu, uliandike katika kitabu cha uzima. Nimeamua kuwa wako leo na maisha yangu yote ni katika jina la Yesu. Amen. Bwana kubariki. Amen.